Mambo vipi? Karibu tu review mechi ya Pamba Jiji dhidi ya Simba ambayo imeisha kwa draw ya 1-1. Mechi ambayo nataka nimsifu sana Francis Baraza kwa namna ambavyo ameiapproach hii mechi na mbinu ambazo amechagua kuenda kwenye hii mechi, kwa sababu ni mbinu ambazo zilikuwa zina expose moja kwa moja madhaifu ya Simba hasa kwenye ushambuliaji. Kwa maana gani? Simba chini ya Steve Barker wameanza kucheza na force number 9. Inamaanisha kwamba wanacheza bila namba 9 halisia au bila mshambuliaji halisia. Lakini anafanya hivi ili apate flow ya timu, kwa sababu akiwa na mshambuliaji na namna kama timu inakuwa inakosa flow kwa sababu kuna mchezaji mmoja anakuwa ni standing tu. Lakini unapokuwa na viungo wengi, inamaanisha unaweza kupiga zile pasi za kuondoka, pasi fupi fupi, huku ukienda kumshambulia mpinzani wako, kitu ambacho Steve Barker amekuwa kikiusudu sana. Sasa baada ya kuliona hilo, Francis Baraza akaja na mbinu ambayo ilikuwa mimi nakuja na plan au mkakati wa kuhakikisha Simba hizo pasi fupi hazipigi. Akaja na mfumo wa beki watatu, viungo watano pamoja na mabeki pamoja na washambuliaji wawili. Hao washambuliaji wakawa task kwamba wewe ni washambuliaji, hakikisheni mna press mabeki wa Simba au center backs wa Simba. Na walikuwa unaona Tegisi pamoja na Rasul walikuwa na play pressure. Play pressure inamaanisha hawa ma center back wanakosa muda na space ya kufanya maamuzi, kwa wanatakiwa pige pasi za haraka kwenda kwa viungo wao. Viungo wao nao wanapo Alassane Kante pamoja na Kagoma wanapopokea mpira pia nao wanakutanishwa na pressure ya haraka. Na kwa bahati mbaya sio viungo ambao wanaweza ka progress mpira kwa level ya juu sana, inaonyesha ile pressure ilikuwa inawakuta. Kwa hiyo unakuta kwa muda mrefu sana Simba walikuwa wanashindwa kupiga pasi za kuondoka mara nyingi. Pasi nyingi zilikuwa zinaisha katikati au zinaenda pembeni, ambapo huko nako Pamba Jiji alikuwa na advantage ya kuwa na watu watatu au wawili ambao watakuwa either wana madaki Babage pamoja na Kapombe kama left back au Geye pamoja na Aula. Kwa hiyo baada ya kuliona hilo kwamba likitokea sana, Clatous Chota Chama ambaye huyu ndo playmaker wa Simba aliamua ashuke chini kidogo ili aoneshe kama ili initiate ma build up kwa kuwa na namba nyingi chini. Lakini Pamba Jiji wa kusita nao walikuwa wanashuka chini naye kumpa pressure, kitu ambacho kwa kinamaanisha Simba walikuwa wanahitajika kwenda direct kupiga mipira mirefu kwenda kwa Mpanzo ambaye alikuwa mara nyingi ni standing. Lakini pia Mpanzo alikuwa anajikuta kwenye disadvantage ya kuwa na mabeki wawili ambao walikuwa na muadamu muda wote. Lakini kwa sababu ni mchezaji ambaye ni intelligent kwenye move ya goal ya Simba, alifanya kitu kizuri sana kukimbia pembeni. Kukimbia pembeni kumaanisha kumruhusu Anicet Oura kufanya mkimbio kwenda ndani ya box, ambapo alipiga cross nzuri ambayo ilimkuta Anicet Oura na Anicet Oura akamwonyesha na Simba akapata goli. Lakini alikukaa muda sana, Pamba Jiji wakarudisha. Kwa hiyo baada ya pale Pamba Jiji waliendelea na plani yao ile ile ya kuwapa pressure Simba na wasicheze mipira ya pasi fupi haraka, na pia inawezekana hata hali ya uwanja iliwasaidia katika kufanya hiyo. Sasa kwa upande wa pili Pamba Jiji kwenye swala la kushambulia kwa hivyo na mfumo wa beki watatu viungo watano, inamaanisha hao ma wing backs wa Abraham pamoja na Kibero walikuwa na ile mandate ya kwenda overlap kufanya mikimbio mbele na kupiga cross za ndani, huku Tegisi na Rasul wakisisitiza zaidi kushinda ile mipira ya juu, kwa sababu Pamba Jiji walikuwa very direct, na kutokana na ile advantage ambayo wanakuwa nayo wakipitia pembeni zaidi au wakipiga mipira ya juu, inamaanisha walikuwa na watu wengi pembeni mwa uwanja, na kwa namna moja nyingine unaona walikuwa wanajaribu kumtikisa Simba. Lakini kwa bahati mbaya maamuzi yao mengi ya eneo la mwisho hayakuwa mazuri sana, lakini unaona ile chances ya wao kufika kwenye box la Simba ilikuwa ipo kwa mara nyingi sana, na unaweza kuasifu kwa kuonyesha ile toughness. Wamekuja kupata yellow card ya kwanza almost kama dakika 60, Simba amekuja kupata on target ya kwanza dakika 20. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu ambayo ilikuwa imejiandaa pasavyo na walitekeleza zile mbinu za kocha wao Francis Baraza kwa upande mkubwa sana, na hata ingetokea wangeshinda nisingeona kama ni kwamba ni kitu ambacho ni cha ajabu, kwa sababu mechi ilikuwa inaonyesha kwamba ilikuwa even, ilikuwa ni swala la muda, aidha yoyote ambaye atapoteza mipira kwenye eneo hatari au atashindwa kuzuia kwa ufasaha, basi anaweza kaipoteza hii mechi. Kwa hiyo niwape kongole Pamba Jiji, nimefurahi nilichokiona, pia niwape kongole Simba, nimefurahi nilichokiona.